Lakini pia tutasoma katika kitabu cha Luka sura ya 17. Nitaanza kusoma Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Mstari wa 5, upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Mstari wa 6, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Somo la jioni hii ya leo, au tafakari fupi jioni hii ya leo, ina kichwa kinachosema furaha, starehe. Starehe katika maisha ndio kichwa cha somo langu la leo. Starehe katika maisha. Wakati ninatafuta kuelewa nini starehe, ndipo nilipoingia katika mitandao ya kijamii. Nikaandika starehe katika maisha yako. Bwana asifiwe. Muulize rafiki yako, nini starehe katika maisha yako? Starehe katika maisha yako. Basi nikaanza kuangalia maoni ya wanazuoni, wasomi, wanafalsafa wa kidunia na ambao wanapatikana katika mitandao ya kijamii. Mtu wa kwanza akaniambia hivi. Kwanza akatoa maana fupi ya starehe. Akasema starehe ni kitu ambacho unapofanyiwa unasikia furaha, lakini pia wewe mwenyewe unapenda kufanya, unasikia moyo wako unaridhika. Hiyo ni starehe. Haleluya. Starehe katika maisha yako nini? Mwingine akajibu akasema, mimi starehe yangu ni kunywa pombe. Starehe yangu ni kunywa pombe. Na akaelezea na akatoa na mistari akasema, Biblia inasema mpe maskini kileo asahau nini? Shida yake. Kaishia hapo. Nikasoma, nikasema hivi ni kweli au? Lakini mwingine akasema hivi, mimi starehe yangu yule watatu alikuwa anasema starehe yangu ni uzinzi. Mimi naelezea tu kwa maana fupi, ila ilikuwa inaandikwa katika lugha nyingine, ila mimi nasema kwa ufupi. Alisema starehe yake uzinzi. Starehe yake ni uzinzi. Anasikia furaha, anaridhika moyoni mwake. Lakini mimi binafsi, sijui kama wewe unaweza ukaona, nilipozitazama hizi starehe zote nikaona zina madhara makubwa. Kwa mfano, ambaye anasema starehe yake ni ulevi, pombe utakapokunywa, utakapopata muda wa soma Methali 31, maneno ya mfalme Lemueli aliyehusiwa na mama yake. Mama yake anamwambia ya kuwa Lemueli, kunywa mvinyo kwa mfalme hakufai, wala haifai wakuu waseme kikwapi kileo.
wasije wakanywa alafu wakaipoteza hukumu ya mtu aliye taabuni. Kwa hiyo kileo hakifai. Lakini leo utagundua madaktari wengi ndio walevi. Ngine anakuambia mimi siwezi fanya kazi, lazima apate kileo. Je, Mungu anaposema tustarehe, tufurahi katika Bwana, ni starehe gani? Kuna starehe ambayo Mungu anaweza akatupatia katika maisha haya tulionayo leo kabla ya kufika maisha hayo yajayo? Au hakuna starehe? Watu wa Mungu, halo? Hakuna starehe? Starehe ipo. Na starehe ni pamoja na kukaa karibu na Mungu. Hivyo vyote ni hanasa ambao kila kitu kina madhara. Fanya ulevi utapata madhara, utapata umaskini wa akili, wa kila kitu. Mlevi anaweza akauza hadi mlango yeye apate tu pombe. Lakini ukisema uzinzi ukufurahisha, utakufurahisha. Utaenda mwisho wa siku kuna magonjwa, kuna magonorea, kuna UTI. Lakini kuna vitu vingi katika uzinzi. Starehe zote hizi zote zina madhara. Wakati wa gharika, kabla gharika haijatokea, watu walikuwa wakistarehe katika maisha yao. Mambo ambayo Mungu hakuwaelekeza, wao ndo alifanya ndo starehe. Wakaoana wao, wakaoa wake wale wataka, wakachukua wake wa kutosha tu, sio mmoja. Wakachukua wake ambao unachukua tu unaweza, wengine wanasema unachukua wale ambao unaweza kuamudu, kuwalea, kuwalisha. Lakini neno la Mungu lilikuwa limeagiza ya kuwa tangu mwanzo Mungu alimpatia mwanadamu. Ndoa ya kwanza ilikuwa ni ya mwanaume mmoja na mwanamke. Lakini wakati kabla ya gharika wao walifanya hiyo ndo starehe. Lakini sivyo tu, dhuluma ikajaa. Na kila kitu alichokuwa na kiwaza mwanadamu ilikuwa ni uovu siku zote. Yaani akitembea mwanadamu anapopita katika wakati huo anawaza uzinzi, mwingine anawaza wizi, anawaza dhuluma. Ni kama ilivyo wakati huo leo. Yako mambo ambayo unaweza ukadhani ni starehe, lakini mwisho wake ni mauti. Mwisho wake ni mwisho ambao hauna matumaini. Mwisho wake ni giza na kuangamia. Yako mambo ambayo unaweza ukafanya yakakufurahisha tu. Lakini jioni hii ya leo, tafakari ya leo, furahi katika Bwana. Haleluya. Ipo furaha katika Bwana. Nayo furaha ni kukaa miguuni kwa Bwana, kutafakari upendo wake. Hata kama wakati mwingine una hasira kama huu, unajua kuna wakati mwingine watu wanakwaza, wanakera, lakini utakapokereka pata nafasi ya kusikiliza hata nyimbo za Mungu, zitakutia moyo, zitakupatia furaha ya moyoni, na utaweza kuepuka na magonjwa mengi yanayoweza kusababishwa na mfadhaiko na mawazo na stresi, ukaishi maisha ya kawaida yenye furaha. Kufurahi katika Bwana ni pamoja na kushika maagizo yake na kufanya yale yote ambayo aliyotuagiza. Neno la Mungu linasema ikiwepo wema wowote utafakarini. Jambo lolote jema tulitafakari. Jioni hii ya leo Bwana ameniagiza kusoma neno hili la Wafilipi 4 mstari wa 4 ya kuwa tufurahi katika Bwana. Nami niwakaribishe katika ufunguzi wa Sabato mnapotafakari neno hili. Bwana awabariki katika jina la Yesu Kristo. Amina.